السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وهداه النجدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Tunaanza na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ambaye aliyetuumba na yeye ambaye aliyetujalia mimi na nyie kwa Waislamu, na vile vile tunaziomba sala na salam zimshukie alipolazwa mbora wa viumbe kipenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamu hizo pia ziwashukie watu nyumbani kwake na maswahaba zake na Waislamu wote watakaoshikamana na mafunzo aliyotuachia kwa wema mpaka siku ya Kiyama. Nasi tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake atujalie miongoni mwa Waislamu hao, Allahumma amin. Ama baada ya hayo, kwanza ningependa nijitambulishe kwa kuwa na imani mimi ni mgeni hapa kwenye mtaa huu wa Maramvya, sehemu ya 14. Kwa jina naitwa Ibrahim na naishi Maramvya hapa, lakini sehemu hiyo ya Kukenze, na leo nimeitishwa kama mgeni baada ya kuwa nimeomba niweze kuja kuwafikishia angalau miongoni mwa yale ambayo Allah aliyotujalia. Kwa hiyo ikaonekana sina budi bali niweze kukubali ilikuja kuweza kuwafikishia mawili matatu miongoni mwa yale ambayo Allah aliyotujalia. Kwa na muomba Allah ujio wangu uwe ni wenye kheri, na vile vile kikao chetu hiki kiwe ni chenye kheri, na iwe ni mmoja miongoni mwa sababu za sisi kuingia peponi, na Allah jalie muda wetu huo ambao tutakaotumia uje kuupa uzito mizani yetu ya mema siku hiyo ya Kiyama. Kwa hiyo insha Allah, kwa yale ambayo nitakuwa nimekuandalieni leo, tazungumzia kunako mada inayosema qif ma'a nafsika qabla an taqifa baina yaday Allah. Simama au jirejee au irejelee nafsi yako kabla haijafika siku ya wewe kusimama mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ichunguze nafsi yako na itazame nafsi yako leo bado ungali hai, kabla haijaja siku ambayo utakuja kusimamishwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala na kuanza kuhesabiliwa. Kwa hiyo jambo la kwanza tutambue sote ya kwamba naishu fi dunya qasiratin zaila, ya kwamba dunia hii ambayo tunayoishi ni dunia ambayo tuna muda mfinyo, na istoshi dunia hii tutakuwa wenye kuondoka, na dunia hii yenyewe itakuwa yenye kuondoka mwisho huko, kwa kuwa sote ni wapita njia, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba aish fi dunya kaannaka gharib, ishi katika dunia hii kana kwamba wewe ni mpita njia. Yani asili ya kila mtu hapa ni mpita njia, na kila mtu atapita kwa wakati wake, lakini mimi na nyie maadama tungali hai, basi ni fursa kwetu huyu umri ambao bado tunao na bado tungali duniani hatujatoweka, tuweze kuutumia katika yale ambayo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na yote yale ambayo yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa dunia hii ni finyo. Muda wetu wa kuishi duniani hapa ni mfinyo, na sote tutakufa kama gisi walivyokufa waliokuwa kabla yetu. Wa kullu lahdhatin tamurru tuqarribuna min al-akhirah, na kila muda unaotupitia basi muda huo tutambue kwamba unatusogeza kwenye safari yetu ya akhera. Bimaana leo tangu asubuhi mpaka saa 3 ama saa 3 ambayo yaliyopita hajaja kujiongeza kwenye umri wako, bali amejipunguza kwenye umri wako ambao unao. Bimaana kama ulikuwa na masaa 120, basi kwenye masaa 120 patakuwa pametoka masaa 3, yani kuanzia saa asubuhi mpaka saa 3. Kwa kila muda unavotupitia ndo gisi huyo muda unazidi kutukokota na kutuelekeza katika nyumba zetu za akhera huko tutakapoelekea. Kwa na siku vile vile ikipita, jua hiyo siku haijajiongeza bali imepunguka katika umri wako, na vile vile ndo unazidi kuisogelea akhira yako ai makaburini.
kwa hiyo fama asra murura al-ayyam, je mnaonaje ni uharaka uliokuwa kiasi gani wa siku hizi, gisi siku zinavokatika. Siku hivi mimi na nyetu kiangalia siku zinakwenda haraka. Ndo zile zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizozisema na kuzitaja kwamba itafikia watu wataishi katika zama ambazo mwaka wataona kama vile ni mwezi, na mwezi wataona kama vile ni wiki, na wiki wataiona kama vile ni siku, na siku wataiona kama vile ni masaa, na saa moja wataiona kama vile ni mtu kuchukua majani na kuyakonga hapo hapo anafika nazimika. Kwa hiyo haya yote ni ili sisi tuweze kupata mafunzo na kuona kwamba hii dunia hatutoishi. Siku za zamani na miaka ya zamani kwa kweli mwaka ulikuwa ni mrefu, isitoshe mwezi ulikuwa ni mrefu, lakini hivi ni fumbafumbua. Ramadhani kishapita mnaanza kutangaziwa kwamba Ramadhani nyingine imeweza kukaribia, na vile vile mwaka ukipita basi ukifumba na kufumbua unasikia kwamba mwaka mwingine umeingia. Kwa hiyo tumeishi katika zama hizo ambazo Mtume alizotueleza, na yote haya yanatuhakikishia kwamba umri wetu ni mfinyo, kwa kuwa miaka kisi inavopishana ndio kisi na sisi tunazidi kusogelea akhera. Kwa hiyo sote hapa ni mashahidi tukiangalia namna gani siku zinavokimbia. Yani wiki ukianza ndo kama unakuwa umeimaliza. Mwezi ukianza baada ya siku ngapi unasikia mwisho mwisho wa mwezi umeenea na mwezi umekwisha, na vile vile mwaka. Kwa hiyo haya mapitio yanayotupitia, mwaka unaotupitia, siku zinazotupitia, miezi inayotupitia, tuwe na mazingatio, kwa kuwa tukiangalia sisi mwaka jana tulikuwa na baadhi ya watu, lakini kwa sasa wote hawa wamekisha laza ndani ya udongo. Sitoshi mwezi uliopita vifo vingapi ambavyo vilivyopitikana katika maramvya hii. Hata tuchukue kwenye hii wiki inaopita tutasikia tu kuna wale ambao walilazwa ndani ya makaburi yao. Kwa hiyo sote hapa tutambue kwamba kama hao waliweza kulazwa iwe ni mwaka jana, na sisi hatuna uhakika ya kwamba mwaka tumeuanza lakini kama tutaumaliza, au labda mwaka ujao ya kwamba utatudiriki, labda huenda na sisi mwaka kesho au mwezi ujao tukaitwa akina marehemu. Kwa ni jambo la kila umoja kujiandaa na kuitizama nafsi yake kabla yeye hajafikia kusimamishwa na kuhesabiliwa siku hiyo ya kiyama, kutokana na gisi masiku yanavyokwenda haraka. Wama asra'a taqallub al-layali, na vile vile tukiangalia mausiku gisi yanavopishana, siku vile vile usiku na mchana unakwenda haraka. Aina alladhina dhahiku mal'a afwahihim, je wako wapi wale ambao siku hizo za juzi, mwezi uliopita, mwaka uliopita, walikuwepo watu ambao walikuwa na maisha mazuri, walikuwa wakiishi katika maisha ya starehe, walikuwa wakicheka, walikuwa na familia zao, walikuwa wakiishi katika maisha ambayo hawakutarajia kwamba labda wataweza kufa kwa hiyo wakati. Lakini wako wapi leo wale ambao walikuwa wakifurahi na kucheka siku hizo zinazopita? Sasa ukiulizia utasikia tayari wamekishakuwa kina marehemu, na vile vile utakutana wengine wamekwisha anza kusahulika, hivi wanakuwa tena hawatajwi, lakini kwa wakati wao walikuwa kitajwa. Kila watu wakiwataja watu wengine wanawafahamu. Kwa hiyo tujiangalie au watu wa hivyo wako wapi? Aina alladhina jama'u al-amwala wa banu al-qusur, je wako wapi tena wale ambao waliokusanya pesa ukweli wa kukusanya? Yani watu ambao walikuwa ni matajiri ambao tunawafahamu, tajiri fulani alikuwa kitajwa, kila mtu anamjua kwa gisa alivyokusanya mali na akawa nayo mpaka kafikia kuwa katika cheo yani cha watu ambao wakitajwa kila mtu atamjua tu, hata kama hujamuonaga lakini unamjua hata kwa jina. Lakini wote wako wapi kwa sasa? Utawasikia fulani alikuwa na pesa, fulani alikuwa ni maarufu, lakini na ule umaarufu wake na pesa zake kwa leo hatajwi isipokuwa ni marehemu. Kwa hiyo tupate mafunzo na sisi, japo hatuna hivyo ambavyo labda tunavyomiliki kama wao, lakini tujue ikiwa wale walikuwa na mali na mali zao hazikuwaziwia wao na kifo, je itakuwaje mimi na nyie ambao tunajulikana labda ni manyumbani? Kwa hiyo tujitizame na tujue ya kwamba umauti huwa hauchagui na kila mtu atakufa. Na wako wapi wale ambao waliojenga majumba yaliyokuwa makubwa makubwa? Kuna watu ambao walijenga manyumba kweli mashallah, manyumba ya kifahari,
lakini kwa sasa ukisikia nyumba zao zimebaki na wao wamekwisha kufa. Kwa hiyo tujue ya kwamba kwa kuna pesa, kwa kuna umaarufu, kwa kuna manyumba, hivyo vyote havitokuja kukuziwia kunako umauti ambao Allah subhanahu wa ta'ala alioandika kwa kila kiumbe. Kwa hiyo sasa la muhimu ni sisi kuzingatia na kujiuliza, je, ikiwa sisi bado tungali hai tufanye nini ili tuweze kuja kufaulu wakati huu ambao na sisi tutakuwa wenye kutoweka katika dunia hii. Hamna lolote la kufanya zaidi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuzidisha matendo yaliyokuwa mazuri kwa kuyafanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Na kujiepusha na yote yale yanayomchukiza Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa utafanya hivyo, basi utafaulu hata baada ya kufa kwako. Kwanza utafaulu kuanzia wewe bado ungali hapa duniani, na utafaulu ndani ya kaburi yako, na vile vile utafaulu siku hiyo ya kiyama utakapokuja kufufuliwa na kusimamishwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tambueni ya kwamba rahalu, hao wote tuliowasia, wenye mali, wenye pesa, wenye vyeo, wenye majumba, wenye utajiri, wote hao tayari wamekwishaondoka, wamelazwa chini ya udongo kwenye makaburi yao. Wabaqiyat a'maluhum, lakini kilichobaki ni matendo yao. Wale ambao walikuwa na pesa wakajenga misikiti, hivi leo wamekufa, misikiti yao imebaki, thawabu zinazidi kujiandika. Wale ambao walikuwa na pesa wakajenga visima bado vipo, thawabu zinazidi kuwakuta huko. Wale ambao walikuwa na pesa lakini wakazitumia katika mambo ya halali, katika mambo ya kuendeleza sadaqatun jariya, basi kwa leo hii matendo yao, kile ambacho walichokitangulizaga bado kipo na bado kinaendelea. Kwa hiyo wanazidi kujichumia thawabu na ili hali wamelazwa huko ndani ya udongo. Kwa hiyo na sisi hapa tupatie mafunzo ndugu zanguni ya kwamba, je, ikiwa leo tunaweza tukafa, kipi ambacho tumekiacha hapa duniani kama kitega uchumi chetu cha thawabu ambacho kitakuwa kinatuingizia thawabu huko? Sababu binadamu anapokufa, kama alivyotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema idha mata ibn adam, atakapokufa binadamu au mwanadamu yeyote yule anayekufa, inqata anhu amaluhu, mambo yake yote huwa yanakatika na kusimama. Yani utakapokufa hutokuwa na uwezo wa kusali hata raka mbili, hutokuwa na uwezo wa kusema subhanallah, hutokuwa na uwezo wa kujitolea sadaka, mambo yako yote yanasimama na yanakatika. Yani wewe mwenyewe hauwezi tena kujisaidia chochote kile. Lakini Mtume kama ametueleza kwamba isipokuwa mambo matatu, aina tatu. Hasa ikiwa haya mambo matatu hatokatika baada ya kufa kwako wewe, hivi unaonaje na wewe utizame yote uyajikusanyie ili uyafanye kama vitega uchumi vyako? Kwa kuwa maisha ambayo tunayoishi, watu wana vitega uchumi, wana duka lao, wana kamradi kao, ili kupata hizo ndogo ndogo za kuwa wanakula. Sasa jiangalie huko baada ya wewe kufa, unajua kwamba hutojisaidia na chochote kile. Ukose kufanya kile ambacho kitakuja kweli kukusaidia, ili hali wewe uko katika hali ambayo utakuna tegemea au nataraji chenye kuweza kuja kukunusuru au labda kukuingizia thawabu wakati huo. Hasa Mtume alikuwa ongea isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio akawa ametueleza kwamba vitu hivi vitatu, ikiwa labda hivi vyote vitatu hutoweza kuvikusanya, basi tizama hata kimoja uweze kuchukua hiki, utie nia kwamba hata baada ya kufa kwangu biidhnillah itakuwa ni sababu ya mimi kuweza kujipatia thawabu huko ambapo nitakuwepo. Mtume akawa ametutajia kwamba sadaqatun jariya, sadaka yenye kudumu, yenye kuendelea. Sadaka yenye kudumu ni mfano, leo kuna ujenzi wa ofisi za Komibu huko, kuna ujenzi kama tulivyosikia, watajenga masomo, watajenga hospitali, watajenga sijui vyuo vya Kiislamu, university, watajenga labda misikiti. Kwa hiyo ukawa umejitolea kwa kitu kama kile ni kitu ambacho kitasimama miaka na zaidi. Sasa ukijitolea we mchango wako hule, Allah amekuandikia, na kile kitu maadama kitazidi kufanya kazi na watu kunufaika, basi na wewe huko utakapokuwa utazidi kuandikiwa. Au umesikia sehemu wanahitaji labda msikiti, wa alaikumus salam wa rahmatullah, wanachangisha labda kwa ajili ya ujenzi wa msikiti, ukajitolea, huyu msikiti maadama utakuwepo tu,
na ulitoa kama ni 10,000 yako, basi jua hii 10,000 ule msikiti bado kuwepo kwao ule msikiti utazidi kuandikiwa thawabu hata baada ya kufa kwako. Kwa tizama sadakatun jaria. Kuna kuchimbisha visima watu wakanufaika kupitia maji, unaweza kukichimbisha kikakaa, au wewe ndio ukawa mwanzilishi baada ya kisima hicho, labda baada ya wewe kufa kwako kisima tena kikarejelewa, lakini maadamu wewe ndio mwanzilishi wa khairi, wale wote yani zile khairati zote zitazidi kukukuta huko ulipo. Kwa hiyo cha kwanza ni sadaqatun jaria, sadaka yenye kudumu. Na miongoni mwa sadaqatun jaria, una parcele yako ukaotesha miti ya matunda ambayo labda watu watakuwa kila pia, na hiyo ni katika sadaqatun jaria. Watu wana maparsele ambao labda hawajataka kujenga miaka mingi, ukaotesha yani miti yako ya manufaa ambayo itakuwa ni kila ikisha koma tu watu wanaanza kuchuma, basi jua kwamba unajipatia thawabu. Yani pale pote ambapo unajua ya kwamba hiki kitu sadaqatun jaria ni kitu ambacho unajitolea, lakini kitazidi, kitakuwa na umri mrefu. Sasa hiyo ndo sadaka ya kwanza ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotueleza kwamba haitosimama baada ya kufa kwako. Na cha pili akawa amesema kwamba au ilmun yuntafa'u bihi, au elimu ambayo watu watanufaika kupitia elimu hiyo. Tizama kila mmoja hapa na kile ambacho Allah alichomjalia katika elimu. Umejaliwa kuhifadhi Qur'ani, alhamdulillah, ni fursa hiyo, wasomesha wenzako Qur'ani. Chukua kuwa unapowasomesha na wenyewe wanaposoma, basi thawabu zinakujia tena wewe mwalimu, la yunqas. Mtume anasema kwamba thawabu zao hazitopunguza thawabu zako, yani ya kwamba wale wakilipwa na wewe unalipwa, gisi wanavyosoma vingi na wewe ndio gisi unavyozidi kulipwa, na hao labda wakafundishaga wengine. Kwa hiyo inakuwa ni silsila ya thawabu hata baada ya kufa kwako. Na vile vile kitu ambacho kina mama nyie ambao ndo walezi wa watoto, mngejihimiza kuwafunza watoto wenu suratul Fatiha, alhamdu. Kwa kuwa mtoto unapomsomesha wewe ukawa wa kwanza kumsomesha suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, aya 7 mpaka mwisho. Kwanza hizo aya atakuwa kizisoma kila anaposali, na vile vile wewe ndio utakuwa mwanzilishi wewe kama mama yake, hata baada ya kufa kwako akiendeleaga na zisoma hizo aya tu, aya 7 tu angalau. Kwa kuwa nyie kina mama ndo walezi wa watoto, mnapokuwa nyumbani mnawafunza kuongea, mnawafunza malezi, mnawasaidia kunako madeade, mnawasaidia kunako vitu vingi. Kwa hiyo profite pia kupitia mtoto wako huo, mfunze kile ambacho unajua kwamba hiki itakuwa ni khairi kwake na khairi kwangu. Ndo kama suratul Fatiha. Suratul Fatiha taisoma katika sala zake zote, kila akiisoma na unapata thawabu zako huko. Na huyo mtoto wako ikiwa tajaliwa na yeye kufundisha wengine suratul Fatiha, hata kwenye ukubwa wake wale watafundisha wao wakisoma, yanapata thawabu, na wewe mzazi pia unapata thawabu. Kwa hiyo tizameni katika matendo yale yenye kudumu kama gisa alivyotueleza Mtume, au ilmun yuntafa'u bihi, au elimu yenye kunufaika kwayo, au na elimu yoyote ile. Wewe ni mbora wa kufanya biashara, una uwezo wa kubuni biashara fulani, tizama wale ambao hawajiwezi, waibie siri, waambie ukitaka kufanikisha fanya hivi na hivi na hivi. Ikiwa watafanya wakafanikisha, basi na wewe unapata thawabu huko. Au elimu yoyote ile ambayo Allah aliyokujalia yenye manufaa, ukawanufaisha Waislamu, basi na wewe pia utazidi kupata thawabu baada ya wao kunufaika. Na vile vile Mtume kama ametueleza ya kwamba sadaka ya tatu ambayo, yani kitu cha tatu ambacho hakitosimama ni mtoto mwema ambaye utakayemwacha. Wazazi nyinyi ndo walezi, na mtoto kuharibika chanzo inakuwa labda ni mama yendo kamlea katika mazingira mabaya mpaka mtoto kuharibika. Lakini ikiwa mama tajitahidi kumlea mtoto wake vizuri katika mazingira yaliyokuwa mazuri kama gisi Uislamu ulivyotuelekeza, wallahi mtoto mara nyingi huwa anaongoka. Japo kuna mitihani ya watoto, lakini mara nyingi mtoto anaongoka ikiwa mama yake alimlea kwa malezi yaliyokuwa mazuri. Na mtoto anaharibika na kuwa mtoto yani ambaye labda hashikiki kutokana labda na mzazi, na yeye labda kwa kumpuuza na kuto mjihitamu naye. Kwa hiyo huyo mtoto ambaye unayo,
jua kwamba ni miongoni mwa matunda au ni katika vitu ambavyo vinakupa starehe unapokuwa ukiviona kama matunda ya dunia au kama maua ya dunia hii. Lakini jalia haya maua uweze kupatia kwa thawabu, mle katika mazingira mazuri, msomesha mjue Allah subhanahu wa ta'ala, mjue na mtume wake, na vile vile ujue Uislamu wake, na mfundisha aweze kujua ibada zake anazozitekeleza, ili siku hiyo ya kiyama au baada ya wewe kufa kwako, huyo mtoto huyo atakuwa nakumbuka wema ambao uliomsaidia kwa kuwa ulimlea katika mazingira yaliyokuwa mazuri. Hata kusahau, atakuwa akikumbuka na kuombea dua, atakuwa akikumbuka na kutolea sadaka, atakuwa akikumbuka anafanya kitu kilichokuwa cha kheri kwa ajili yako wewe mzazi, kwa unazidi kunufaika. Kwa tizama kwenye hivi vitu vitatu, je, utakuwa na kimoja ambacho basi ulikwisha kitanguliza? Juu kama ni kufa, leo tuko hapa, baada ya kutoka hapo unaweza kusikia fulani tulikuwa naye kwenye kikao lakini amefariki. Hasa tizama huyu muda wote ambao ulioishi mpaka saa hii, kitu gani miongoni mwa hivi vitu vitatu ambacho utakuwa umekitanguliza huko mbele, ili hata ukifa tu ghafla kitazidi kukuwekezea na kukuletea thawabu huko ulipo. Kwa hiyo tutizame ndugu zangu ni Waislamu, ikiwa tutaweza kuvifanya vyote vitatu alhamdulillah. Ikiwa tutaweza basi tutizame kimoja miongoni mwa hivi vitatu kiwe ndo kama kitega uchumi chetu cha thawabu baada ya sisi kuwa tumekufa kwetu. Kwa hiyo na vile vile tukumbuke umauti huja ghafla kama mtume alivyosema. Usijioni leo na afya una siha, unatembea hauumwi ya kwamba ndo utaishi. Hapana. Wanga pia ambao walikuwa ni wazima wenye afya mfano wako, lakini leo utasikia tu punde fulani juzi alikufa. Yani inakuwa ni kifo cha mshangao. Tulikuwa naye, alikuwa ni mzima, alikuwa anaongea juzi tu tulikuwa pamoja, lakini hivyo unasikia ashakuwa marehemu. Kwa na wewe kwa kwako mzima sio ndo kwamba utazidi kuishi, hapana. Na mtu kuwa mgonjwa sio ndo sababu ya yeye kuweza kufariki, hapana. Kwa hiyo kumbukeni umauti ya kwamba unakuja ghafla, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuzindua ndani ya Qur'ani aliposema kwamba kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi, Allah amesema kwa kila nafsi itahonja umauti. Na hapa sio binadamu tu, kila kitu kina nafsi. Iwe ni kiumbe, na malaika watakufaga, na majini watakufaga, na malaika mtoa roho na yatakufaga. Itakuwaje mimi na nyinyi? Kondo maana Allah aliposema kwamba kullu nafsin, ili kila kiumbe kilichoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala kijua kwamba kitafariki. Tukitizama hakuna kiumbe aliyekuwa bora katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mtume kwa sasa miaka mingapi imepita na tayari amekwisha fariki? Miaka mingi. Na ndio alikuwa kiumbe bora, hakuna kiumbe bora, si malaika, si jini, si binadamu, hakuna. Lakini saa hii wapi? Tayari amekwisha fariki. Kwa hiyo na sisi Allah ametuuliza kwamba ndani ya Qur'an, afa imata, ikiwa huyo mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki, afahumul khalidun, je hao ambao waliokuwa baada yake ndio kuanzia masahaba baada ya kuwa wamehuzunika na kulia na kuona kwamba wamepoteza, lakini ndio hivyo wamelia, wamehuzunika na kukata tamaa, wengine wakaona kwamba bwana ndio Uislamu umeisha. Ndio Allah anawauliza, ikiwa huyo mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiumbe bora amekufa, je hivi nyie mnawaza kwamba nyie ndio mtakuwa wenye kudumu? Kwa hiyo sote tutakufa. Masahaba baada yake walikufa, watoto wa masahaba walikufa, waliokuja wale wenye zama zile karne njema wote walifariki. Hasa na mimi na nyie tusiwe na vitumaini virefu ya kwamba bado tunaishi, tutakufa tu. Kwa tizama kipi ambacho kitakachokuja kukunufaisha siku hiyo utakapokuwa umefariki. Na mtume sallallahu alaihi wasallam pia naye akawa ametuzingua katika hadithi, akawa amesema kwamba akthiru min dhikri hadimil ladhat, kithirisheni kukikumbuka hicho kikataladha. Yani umauti mtume aliuita kwamba ni kikataladha. Kinakata ladha kweli. Juu ulikuwa na vyako, ulikuwa na gari, ulikuwa na nyumba, ulikuwa na mme, ulikuwa na pesa zako, lakini hivi vyote umauti unapokuja unakukatisha starehe zako, wewe kustarehe na vitu vyako na kinakuondoa. Kondo maana mtume akakiita kikataladha.
kinakutenganisha wewe na watoto wako, wewe na familia yako, wewe na mume wako, wewe na mali yako. Kwa hiyo Mtume anatuambia kwamba zidisheni na kithirisheni kukikumbuka hicho kikataladha ambacho ndo mauti. Kwa mwenye akili, sio mwenye kutumia simu yake kwa kupoteza muda, au sio mwenye kuikaa kwenye TV na kutizama maseri masaa 24, au sio mwenye kutembea tembea na kwenda kwenye vikundi visivyokuwa na khairati, kwenye umbea sijui nini. Hapana, utakuja kujuta, kwa kuwa huyu mauti ambacho ndo kile kikataladha kinakuja ghafla tu. Hasa mwenye akili ni yule ambaye atakayejilinda na kuishi katika maisha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anapenda na kuyafurahia, ili hata kikija awe amekwisha jiandaa. Na vile vile tambueni ya kwamba almautu, umauti huo ambao tunausikia, la ya'rifu saghiran wala kabiran, umauti huo haumjui mdogo wala mkubwa. Tizameni, leo utasikia mtoto fulani amezaliwa siku moja amekufa, na wengine anazaliwa tu baada ya muda kidogo anakufa. Kwa hiyo ingelikuwa umauti labda unahurumia, ungelikuwa unamhurumia hata huyo mtoto, lakini anazaliwa tu na hapo hapo anakufa. Na wengine anazaliwa baada ya wiki anakufa. Na kuna watu wazima labda wamekuwa, mtu amefikia kwenye miaka 10 na ngapi kule ndo anaanza kuelekea anakufa. Na mtu mzima wa miaka 20, 28, sijui 30 ana watoto wake, sijui ana vyake, anakufa. Na mtu mzima miaka 90 anakufa. Lau ya kwamba umauti ungelikuwa na huruma, usingelikuwa unachukua wazee au watu wazima au watoto, lakini umauti huwa haujui ya kwamba huyu ni mtoto ni muache, au sijui ngati huyu naye ni mkubwa ni mchukue. Hapana, umauti unakuja kwa muda wao ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokukadiria. Kwa sasa ni wewe uweze kujiandaa, sababu hujui ya kwamba utafikia kwenye ukubwa ili uje kufia huko, au utafia hapo hapo ambapo ulipofika. Kwa kuwa umauti haujui ya kwamba wewe ni mtu aina gani. Hapana, wala ghaniyan wala faqiran. Wala umauti unapokuja haumjui tajiri wala maskini. Tajiri au na vyake vyote anavyovimiliki, lakini umauti unapomjia talazimika tu kufa. Na vile vile fakiri ambaye hana lolote lile, umauti unapomjia haujalishi ya kwamba huyu ni maskini, sijui ni fakiri, labda hana lolote, acha kwanza ni muache. Hapana, unakuchukua. Kwa hiyo ndugu zangu ni Waislamu, tambueni sote tuko katika hali kama hizi zote, ima tuko wadogo au tuko wakubwa, au tuko matajiri au tuko maskini. Kwa hiyo sote tutambue ya kwamba tutakufa tu. Kwa hiyo umauti yati baghtatan duna mi'yad, unakujia ni ghafla pasina taarifa yoyote ile, na unapokuja haurejei nyuma. Ya kwamba ngoti juu umekuja umekukuta umeghafilika, hujasali, haujamtaja Allah, hujasoma Qur'ani, haujatoa sadaka, wote acha ukuhurumie kwanza ukuache ili ukajiandae. Hapana, ukija umekuja na tayari ndio mwisho wa ajali yako. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tupate mafunzo sote kwa pamoja kunako mauti. Wama minna illa walahu sa'atun mahduda, na hakuna yeyote miongoni mwetu isipokuwa na wakati wake ule aliopangiwa. Idha jaa ajaluha la tuakharu sa'atan wala tuqaddam, pindi huo wakati uliopangiwa utakapofikia tu, basi tambua ya kwamba umauti hautokuchelewesha saa moja, wala hautokuwaisha kwa kuharakisha kwa saa moja. Hapana, wala hata sekunde moja. Yani bimaana Allah kama mkadiria siku yako ya kufa ni kesho, ni hivyo hivyo, ni kesho tu. Ikifika muda ambao Allah aliyokadiria utafika tu, na wewe tayari umekwisha ondoka. Kwa hiyo ndugu zangu ni Waislamu, falnasal anfusana, tujiulize na tuziulize nafsi zetu, tukizitizama nyoyo zetu, lau jaa malakul mauti al'an, hivi kweli malakul mauti sahi akitujia sahi au akimjia yeyote miongoni mwetu, atarana musta'idin, je atatukuta sote tumejiandaa kwa hali ambayo hata tukifa, yani tutakuwa tumejiandaa, tumejiweka kwenye usawa? Kila mmoja hapa jiangalie, je mara yako ya mwisho wewe kuisoma Qur'an ilikuwa ni lini? Kuna mtasikia wiki nzima hajashika msahafu, hajasoma, au basi hata kuisikiliza ilikuwa ni lini? Na simu tunazo, lakini utasikiliza labda audio sio kwa na faida, utasikiliza muziki, utasikiliza vitu ambavyo havikuingizii thawabu si duniani wala akhera.
Sasa tujiangalie, je, hivi kweli tumejiandaa? Ikiwa malakul mauti tushasikia kwamba umauti huja ghafla, ikiwa atakujia, je, umejiandaa wewe kuweza kufa? Uko tayari? Je, atatukuta tumejiandaa? Mwisho wako wewe kusoma Qur'an ilikuwa ni lini? Ilikuwa haibidi siku ipite isipokuwa umesoma Qur'an, japo labda haujahifadhi vingi, lakini vile vile vidogo vipitie. Sala pia unashikamana nazo, hakuna sala ambazo zinakupitaga na unaziacha. Sasa kina mama mara nyingi sala zao inakuwa ni mtihani, wanasali asubuhi, mchana wako kwenye shughuli la asiri, wengine hata na sala wanafika wanaziacha, hawalipi hata kulipa, ni mtihani. Wengine labda vikao kama hivi usiwaulize, kina mama wako busy na kutafuta biashara, yani na kuuzisha. Kila asubuhi akitoka ni sokoni, akirudi ni usiku, kesho tena ni hivyo, yani kila saa zote yuko kwenye harakati, lakini hana hata muda wa kutenga kwa ajili ya dini yake au kwa ajili ya vikao vyenye kheri kama hivi. Na ndio maana mkiangalia kina mama mko wengi, lakini hapa ni wachache. Hasa haya yote tizameni, je, mbona dunia imetupeleka sana na tumesahau ya kwamba umauti hutujia ghafla? Ndio swala ambalo inatakiwa ujiulize kila siku. Saa hii mimi niko hai, je, malakul mauti saa yake ni njia? Je, niko tayari? Nimejiandaa? Niko katika mazingira mazuri ili hata kama nitakufa huko mbele nitakuwa nimejiandalia? Ni jambo la kujiuliza kila siku kwa kila umoja. Hal sallaina kama yuhibbu Allah? Je, hivi kweli tunasali kama gisi Allah anavyotaka? Sala 5 kwa siku au labda na mengineo kama ni sadaka kwa vile vidogo ambavyo tunavitoa? Wa hal hafidhna alsinatana? Je, tunazihifadhi ndimi zetu ipasavyo? Sasa kwa dunia hii ya leo, watu kuzinina ndimi zao imekuwa ni jambo la ligumu sana. Ndugu zangu Waislamu, tambueni ya kwamba ulimi ni kitu ambacho ima unaweza kukitumia vizuri kikakuingiza peponi, na ulimi huyo ni kitu ambacho ikiuta kitumia vibaya kitakuingiza motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi amesema kwamba miongoni mwa vingi ambavyo vitawaingiza watu motoni na miongoni mwa vingi ambavyo vitawaingiza watu peponi, maneno ya mtume haya akawa amesema kwamba ni vitu viwili. Yani miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi wataingia peponi kupitia vitu hivyo ni vitu viwili, na miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi wataingia motoni kupitia vitu hivyo ni hivyo vitu viwili. Kwa hiyo na sote hapa kama binadamu tunavyo. Cha kwanza kama umetaja kwamba ulimi wake, ulimi kumbe ukiutumia vizuri inaweza ikawa ni sababu ya wewe kuingia peponi, na ulimi ukiutumia vibaya inaweza ikawa ni wewe sababu ya kuingia motoni na kuangamia. Allah tunusuru na tuongoze. Kwa hiyo ametaja hicho kitu cha kwanza ya kwamba ulimi, na kama ametaja cha pili ya kwamba tupu ya binadamu. Unapoitumia kinyume na gisi Allah alivyotaka uitumie, basi jua kwamba ima itakuingiza motoni. Ukitumia kama gisi Allah alivyotaka uitumie katika halal, basi utaingia peponi. Kwa hiyo tujitizame, je, ndimi zetu hizi ambazo tunazo tumezihifadhi na kuzilinda? Kunako labda kuongea maneno ya kipuuzi, juu kila unachoandika malaika wanaandika, kila unachoongea malaika wanaandika, kila unachotumana sijui kwa audio sijui hata kwa maandishi malaika wanaandika. Je, tujiangalie. Na wangapi ambao tunawateta na kuwasengenya na tumekwisha jua madhara ya kukaa unamsema mtu, umseme kwa yaliyokuwa ya kheri, umseme kwa yaliyokuwa mabaya, lakini malaika tu wanaandika. Na vile vile ikiwa sasa utamteta na kumzulia na kumzushia, kumuongelea uongo kwa yale ambayo siyopo, hivi kweli umesalimisha ndimi yako? Hauoni kama ndimi yako iko kwenye uhatari ya kwamba inaweza kuingiza ndani ya moto? Na vile vile jitizame au tujitizame sote kwa pamoja, hal adaina al-amana? Je, hivi kweli tumetekeleza amana za watu ambazo tunazo? Wewe kama mama mzazi, watoto wako umewatekelezea amana zao? Umewapa haki zao? Umewalia katika mazingira ambayo yanamfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala? Umewalea kwa kuwaongoza au la? Na vile vile tizama unavya watu, je, umeshavirudisha kabla ya wewe haujafa? Una pesa za watu unadaiwa, sijui na madeni, hivyo vyote ushabikabidhi wenye navyo. Wa hal tarakna alghiba? Je, tumeacha vile vile kusengenya na kuwasema watu? Wanamima,
na kuhamisha maneno ya uongo na kutaka kuchonganisha watu. Unatoka kwa fulani unakwenda kwa fulani, baada ya hapo unarudi tena kwa fulani. Na unajua yanayosemwa kwa ajili yako ni kadha wa kadha wa kadha. Ndio kile ambacho wanaita umbea, na hivi ndio tumekumbwa na jambo kama hilo. Mtu anahamisha huko. Annamima hivi sasa ndio pamekuja WhatsApp, ni mtu tu anatuma audio, kila akipata kadogo anatuma, au hata kama hana muda anatoka na kwenda kwa fulani, kwenda tu kumfikishia yale ambayo hana hata uhakika nao. Kwa tujiangalie ndimi zetu hizi, ikiwa wengi wataingia peponi kupitia ndimi zao na wengine wengi wataingiaga motoni kupitia ndimi zao. Sasa wewe jitizame, ndimi yako unaitumia aje? Je, utakuingiza peponi ulimi wako huo au utakuingiza motoni? Kwa jibu, ukiangalia sawa na gisi unavyotumia ulimi ndio utajua ya kwamba unautumia kwenye usawa au unautumia pale ambapo pasipo stahili. Na vile vile dhulma vya watu ambavyo labda tutakuwa tumevidhulumu, je, tumekwisha virudisha? Allah atuepushe na tunusuru sote kwa pamoja. Kwa hiyo kama ukitambua kwamba saatul hisab, yani muda wa kuhesabiliwa utafikaga tu, na kuhesabiliwa utahesabiliwa kwa kila kidogo na kila kikubwa. Allah amewasifu malaika zake ya kwamba la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Malaika hao waandishi hao, na kila mmoja na malaika zake waandishi. Hakuna malaika ambaye ataandika kwa kusemea uongo, hapana. Una malaika wako wawili, mmoja anaandika ni khairati na mwingine anaandika ni shari. Kwa hiyo Allah amewasifu kwa kuwatueleza hao malaika kwamba la yughadir, kile kitabu ambacho anachoandikia ndanimo hakiachi lidogo wala likubwa, yote utakuta ameandikwa humo, yamekusanywa kwa ajili yako, na siku hiyo ya kiyama utaonyeshwa wakati wa kuhesabiliwa. Hasa tizama, jifikirie, hivi kweli kitabu chako ambacho malaika huwa ndo wanaandika kimeandikwa imo kheri nyingi au kimeandikwa imo shari nyingi? Jitizame, jirejee nafsi yako ili uweze kujua ikiwa utakufa na siku hiyo ya kiyama ukaanza kuhesabiliwa utasalimika. Kwa kuwa Allah anatueleza ndani ya Qur'ani akisema yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku hiyo ambayo watu wote watasimamishwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kuanzia mtu wa kwanza ambaye ndo Adam kuja mpaka mwisho, mtu wa mwisho mpaka kiyama kusimama, wote watasimamishwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja ataanza kuulizwa na kuweza kujibu kwa yale yote ambayo atakayoulizwa, na ushahidi tosha utakuwepo yaliyoandikwa. Ikiwa labda utajifanya mjanja na kujifanya labda wewe haukuyafanya, basi viungo vyako vitaanza kutamka, ulimi wako utakusuta hiyo siku. Utasema kwa kweli alisema, aliteta, alifanya kadha wa kadha. Tupu zako zitakuteta siku hiyo ya kiyama, zitasema kwamba alitutumia nafasi hizi na hizi na hizi. Itakuwa ni siku nzito. Kwa hiyo ili wewe kusalimika, jitizame kwanza kwa leo hii, hivi vitu viwili au vitu vyote ambavyo katika maisha haya ambayo tunayoishi, je, utasalimika siku hiyo ambayo tutakuwa tumesimamishwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, siku ambayo magazeti au vitabu hivyo vitakuwa vyenye kupewa watu, yani wenye navyo malaika wamekwishaandika kila kitabu cha kila mtu. Siku hiyo vitakuwa ni vyenye kupeperushwa. Kuna wale ambao watavipewa kwa wema na kuna wale ambao watarushiwa kutokana na machafu yaliyojazwa ndani ya gazeti hilo la matendo. Watudha'u mawazin, na siku hiyo itakuwa ni siku za kupima mizani ya mema na mizani ya shari. Siku hiyo watu'radul a'mal, na matendo yote mlioyafanya yote yatadhihirishwa. Je, hiyo siku kweli tutasalimika? Ndo tujiangalie, na ni siku ya haki, ni siku ambayo itakuwepo. Minhum man ya'khudh kitabahu biyaminihi, siku hiyo kuna yule ambaye atapewa kitabu na atakichukua kwa mkono wake wa kulia. Bishara njema, yani ndo bishara ya kwanza hiyo kwamba mtu huo atakuwa mwenye kufaulu, na yeye atakichukua kitabu chake. Allah atamwambia iqra kitabaka, soma kitabu chako, kafa binafsika alayka hasiba. Hicho kitabu hicho kimekutoshelezea wewe kujihesabu kunako nafsi yako. Yani utajichukulia, utasoma siku fulani kadha wa kadha, ndo utajulia humo. Sasa
Mtu kama huyo atasoma kitabu kisha atasema ha umqra'u kitabia, ataanza kujigamba na kujidai, akiwaita watu njooni muangalie kitabu changu kimejaa khairi, njooni muangalie, akiwa mwenye furaha, kwa kuwa pale ndo kusalimika kwake. Wa minhum man ya'khudhuhu bishimalihi, istoshi na kuna wale ambao watakipewa kisha watakichukua kwa mkono wa kushoto, yani mkono wao wa kulia hautoweza tena kuchukua, utajikunja, watachukua kwa mkono wa kushoto. Wengine mpaka watakivugumizwa kwenye mgongo wao. Kwa hiyo ni hali nzito, hasa mtu kama huu ambaye atakichukua kwa kushoto au labda kwa mkono wake wa atarushiwa nacho mgongoni, atasema ya laitani, ole wangu lam uta kitabia, lau nisingelipewa kitabu hiki ambacho kimekusanya kila dogo na likubwa nililolifanya katika maasi. Ni siku nzito ndugu zangu ni Waislamu. Kwa hiyo ndugu zangu ni Waislamu, kufaulu sio kukithirisha maneno wala kuwa na vitumaini ya kwamba mimi ni mtu wa peponi au kitabu changu nitakipewa kwa mkono wa kulia. Hapana, jitizame, je, umefanya mangapi, sababu ngapi ili wewe uweze kukipewa kitabu hicho kwa mkono wa kulia? Na kama unaona ya kwamba umefanya mabaya, usiwi miongoni mwa wale watakaopewa kitabu hicho kwa mkono wa kushoto au kukirushiwa kwenye migongo yao. Kwa hiyo ni wewe kuzidisha matendo yaliyokuwa mazuri na kuzidi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa katika sehemu zako za siri, utakapokuwa ukiwa peke yako au ukiwa mbele za watu. Kwa hiyo bado tuna fursa, hatujapitwa na wakati maadama tungali hai, kwa kuwa kwamba sisi tunaishi katika dunia hii kwa muda huu, ni dunia ambayo maadama